Leo nawaletea kubwa kuliko. Hii ni kutokea huko nchini Korea, lakini kwa udhamini wa mtu mnene sana. Ukigusa tu alama ya kusubscribe hapo chini zitajitokeza chaneli mbili. Unachotakiwa kukifanya ni kitu kimoja tu, gusa alama ya kusubscribe katika chaneli yake ili uendelee kuipata tamthilia hii mpaka mwisho, na kama tukienda spidi basi tunaweza tukafika mpaka finali leo. Bwana kama unavyojua Bongo, ukiwa mtoto wa kishua tunakuita mtoto wa geti kali, lakini huko Korea unaitwa Golden Spoon. Hasa dude letu linaanza kwa kutuonesha hao Golden Spoon ambao walikuwa wanasoma katika shule fulani. Kwanza wanaletwa shuleni na magari ya kifahari, na miamba hawanaga kabisa story na mtu yeyote, alafu wanalindwa na mabodyguard kama wote. Alafu miamba pia ni miamba ambao yani wanazingatiwa sana na watoto wa kike, yani shobo kama zote. Hasa katika shule hiyo kuna bidada mmoja anayefahamika kama Chae Kyang, na yeye anapenda sana kuolewa na watoto wa kitajiri, lakini mbaya zaidi ni kwamba tayari yeye alishachumbiwa, na tena alikuwa amechumbiwa na mtu ambaye sio wa kawaida, kwani alikuwa amechumbiwa na mtoto wa mfalme, yani Crown Prince. Hasa bahati mbaya ni kuwa hata watoto wenyewe hawajawahi kupendana hata mara moja, licha ya kwamba aka kabidada kanapendaga watoto wa kishua, lakini akampendagi Crown Prince. Na mwanzoni tu mwa mahusiano yao tayari kisanga kilikuwa kimeanza, kwani walikuwa wanazichapa vibaya mno, kila wakiongea sentensi mbili ngumi. Hasa licha ya kwamba huyu Crown Prince alikuwa anatokea katika familia ya kitajiri na kubwa sana katika nchi, lakini bado alichagua kusoma shule ya kawaida ambapo akawa anasoma na huyo msichana wake. Licha ya watoto wa kike wote katika shule ambayo Crown Prince alikuwa akisoma kuwa na shobo naye sana, lakini bado bidada alikuwa hana shobo na huyu Crown Prince hata kidogo, na hata mahusiano yao hayajawahi kufahamika hata mara moja. Yani ni mahusiano ya chuki na chuki, hawapendani hata kidogo. Asaka kabidada Chae Kyang kalikuwa kana tabia ya ajabu sana, kila kakivaa sketi lazima kavalie suruali ambayo ni ndefu sana inayofunika miguu yake yote. Watu wakawa waelewi ni kwa nini kanafanya hivyo, na kila kakipiga stori na wasichana wenzake wote ndoto zao za maisha imekuwa ni kuolewa na huyo Crown Prince, lakini yeye alikuwa na ndoto ya tofauti, kwani alikuwa anataka kuja kuwa fashion designer mkubwa sana. Wakati kila mtu katika shule alikuwa anamuogopa sana Crown Prince kwa sababu huyu tu ukiachana na kwamba ni mtoto wa kifalme, lakini pia ana nguvu kubwa. Ila upande wa bidada Chae Kyang ni kama alikuwa anasoma na mshikaji wake tu, mtu ambaye ni kibaka fulani wa mtaani, halikuwa mheshimu hata kidogo. Wakati mwingine akiwa na deki anamwagia maji na hamuombi msamaha. Na mwamba anafahamika kama Lee Sheng. Jamaa akiwa amemwagiwa maji akawa anamwambia bidada kwamba siwezi nikavivaa viatu hivyo tena kwa sababu umevichafua, kwa hiyo kavitupe chini. Ukiangalia moka yenyewe iliyomwagiwa maji, bwana inatosha kabisa kujenga kibanda cha mzee Shirima kule Uchagani. Alafu kamemchafua mwamba, kakaendelea kumtukana na kusema kwamba unalinga tu kwa Crown Prince, hata mimi mwenyewe ni Crown Princess kwa wazazi wangu, wananiheshimu kama mtoto wa malikia ama mtoto wa mfalme. Hasa mwamba Crown Prince hanaga maneno kabisa, akawa anaondoka zake. Kabidada kakachukua kiatu kakamtupia mgongoni, jamaa kamaindi sana kakarudia. Mwamba akasema, oya kidampa, chunga sana tabia yako, kujuana sana kusikusababisha unizoee kiasi cha kunifanyia vituko mbele za watu, sawa? Alafu wewe kwangu ni mchumba tu, naweza nikakuchapa romance hapa mbele za watu. Akaanza kumsogelea bidada, basi watu wote wakawa wanashangaa anampiga kisi. Kumbe bana bidada alikuwa anawaza tu kwamba eti tukio kama hilo limetokea shuleni na watu watajua kwamba huyu jamaa ni mchumba wake. Akawa anatetemeka sana. Sasa bidada akiwa ametoka darasani akawa anamsikia mwamba Crown Prince akiwa anaongea na mwanafunzi mwingine ndani ya chumba kingine cha darasa. Ile kuja kusikiliza vizuri ndo anagundua kwamba Crown Prince alikuwa anarusha misumari, yani alikuwa anatongoza, na kwa bahati mbaya sana huyo bidada akamkataa, akasema hapana, mimi sikupendi. Mwamba akaanza kusema, si unajua tena mimi Crown Prince ndakupatia chochote unachokitaka. Ghafla tu simu ya bidada Chae Kyang alikuwa akichungulia ikawa inaita. Haraka sana akawa amewashtua hawa watu. Sasa mwamba Crown Prince kuja kuchungulia ni nani alikuwa anamsikiliza mazungumzo yake nyeti, ndio anagundua kwamba ni bidada Chae Kyang. Akasema mpumbavu huyu ananifuatilia sana huyu. Sasa baadaye bwana Crown Prince akiwa anarejea nyumbani, yuko na msafara wake wa magari na walinzi kibao, akaweza kumuona bidada Chae Kyang akiwa yuko kando kidogo. Akasimamisha msafara wake na kushuka moja kwa moja akamfuata bidada Chae Kyang. Akaanza kumwambia kuwa usisahau kitu kimoja, hutakiwi kumwambia mtu yeyote kwamba mimi na wewe ni wachumba. Hasa kitendo cha waandishi wa habari kuweza kumuona Crown Prince ameshuka katikati ya barabara na anaongea na msichana wa kawaida, wakawa wanampiga picha nyingi tu. Hasa bidada Chae Kyang amerudi nyumbani, anakumbushwa tu kwamba yeye ni mchumba wa Crown Prince, atakwenda kubadilisha maisha ya familia hii. Basi familia nzima ilikuwa na furaha sana, lakini ukweli ni kwamba huu mchongo wa hawa wajukuu wawili kuweza kuoana ulikuwa umesukwa na babu zao. Licha ya kwamba babu yake na bidada Chae Kyang alikuwaga masikini, lakini mfalme alimpendaga sana huyo jamaa, na mwisho wa siku akatoaga ahadi ya kwamba Crown Prince atakuja kuoa mjukuu wake wa kike. Na bidada habari ya kwamba yeye atakuja kuolewa na Crown Prince alikuwa anazijua kutoka alipokuwa mdogo, na hakuwa na furaha hata siku moja, na wala alikuwa hataki kabisa kuelekea ndani ya hilo jumba la kifalme siku ya leo. Bidada anahitajika ndani ya jumba la kifalme kwenda kufanya baadhi ya matambiko na utambulisho ili kuhakikisha kwamba anarasimishwa rasmi kama mchumba wa Crown Prince. Na wakati huo bidada Chae Kyang anaandaliwa kwa ajili ya kuelekea katika jumba la kifalme. Ghafla tu bana wakaja watu ambao
ambao wanawadai madeni familia yao. Wakaanza kuweka stika katika kila kifaa ambacho kiko ndani kwamba watakuja kukichukua. Bidada Chae-kyang akitazama maisha ya familia yake anaona kwamba yamekosa uhuru kabisa, na wakati huo ikapaki Mercedes Benz kali sana pale nje yao. Sasa bidada Chae-kyang akiwa ndani ya gari ya hela ndefu akawa anawaza, akikubaliana kuolewa na Crown Prince huenda atabadilisha maisha ya familia yake na kuiondoa katika dimbwi kubwa sana la mawazo ya kiuchumi. Bidada Chae-kyang ameshaingizwa ndani ya jumba la kifalme. Sasa mtoto wa Mbagala bana alipofika ndani anaambiwa atulie pale kumsubiria Malkia, yeye akawa anazunguka tu ndani. Kila kitu ndani ya jumba la kifalme ni kigeni mbele ya macho yake, akajikuta tu anagusagusa hiki mara ashike pale, atoke hapa aende kule, kitu ambacho sio kawaida kabisa kwa wageni wa jumba la kifalme kufanya hivyo. Sasa baadaye Malkia anafika hapa na kumkuta bidada ametapakaa chai katika mwili wake, kwa sababu alikuwa anachezea vitu ambavyo alikuwa hawezi kuvisimamia. Ila Malkia akasema, japokuwa ndoa hii iliandaliwa na mababu zetu, lakini kama uitaki unaweza ukakataa. Lakini jambo la kushangaza, Malkia akajibiwa kwamba nimekuja hapa kwa ajili ya kuolewa na kuchumbiwa rasmi na Crown Prince, kwani nampenda pia. Malkia akabaki hoi yani, kwa sababu alipataga za chini chini kwamba kabidada akampendagi Crown Prince. Sasa inakuwaje leo kamekubali? Bidada alipokuwa kiropolopo akaanza kusema kwamba nimekubali kuolewa, lakini kwa sababu familia yetu inapitia majanga mengi ya kiuchumi, nikiolewa hapa najua mtatulipia kodi na wazazi wangu wataishi maisha mazuri. Kauli za bidada Chae-kyang zikamtia shaka sana Malkia, ambaye alianza kufikiria juu ya hatima ya ufalme. Ikiwa kuna mtu ambaye anakuja kuolewa ndani ya ufalme kwa lengo tu la kubadilisha maisha ya familia yake, itakuwaje? Sasa mama yake na Malkia ambaye sasa ndo babu yake alikuwa ametoa hiyo oda ya kwamba kijana wake ama mjukuu wake aje kumwoa binti kutokea katika familia ya Chae-kyang. Yeye alipomuona tu bidada Chae-kyang alifurahi sana, kwa sababu mume wake ndio alitabiriki kwamba binti huyu aje kuolewa ndani ya hii familia baadaye. Lakini aliposimuliwa mabalaa ambayo binti ameyafanya alipoingia tu ndani ya jumba, kama kujimwagia chai pamoja na kuvunja baadhi ya vikombe, alibaki amechanganyikiwa. Ndio huyu tena mkwe wangu mtarajiwa? Basi bwana we, bidada akachukuliwa hapo na moja kwa moja akaambiwa aelekee kwenda kukutana na Crown Prince. Kumbuka hawa ni paka na panya, hawapatani kinoma. Mwamba Crown Prince akasema, ndio nimekubali kukuoa, lakini kwa sababu wewe nikikutazama ni kama midoli ya utotoni, unafurahisha sana, yani unachekesha sana, ndakuwa nikifurahi sana nikiwa na wewe. Kwa haraka haraka, haya ni maneno ya zihaka na fedhea, yani kana kwamba anamfananisha na wasanii wa cheka tu, afu yeye ni mpenzi mtazamaji kuangalia namna gani binti anachekesha. Basi bidada kitendo cha kuambiwa kwamba yeye atakuwa ni mchekeshaji katika ndoa alijisikia vibaya, akaondoka kwa hasira. Sasa akawafuata marafiki zake akawaambia mchongo mzima kwamba yeye anatakiwa kuolewa, ila je, aolewe ama asiolewe? Marafiki zake walicheka wakasema, wewe ni binti mdogo bana, unataka kuolewa unakimbilia kitu gani? Yani ukiolewa sasa hivi kwanza utakuwa linene, utavimba kama Zuchu. Bidada Chae-kyang aliposikia habari za kwamba atavimba kama Zuchu, haraka sana akarudi nyumbani kwenda kuichukua ile pete alikuwa amekabidhiwa, lengo akairudishe katika ufalme na kukataa kabisa uchumba wake na Mwamba. Sasa bwana we, habari za kushangaza ni kwamba bidada wakati anakimbia katika kuelekea katika jumba la kifalme, anashangaa kuna makaratasi yamechapishwa mtaani, haelewi muda gani alipigwa picha, matangazo kibao, vyombo vya habari. Hizo ndo habari za mjini, magazeti na machapisho mbalimbali ni juu ya ndoa yake pamoja na Crown Prince. Walipanga iwe siri, lakini habari zimetapakaa kila sehemu. Bidada akagundua kwamba hana namna yote ya kuweza kuvunja uchumba wake, akarudi nyumbani akaanza kulia, wamesema naolewa, marafiki zangu wamesema nikiolewa ndapata mimba, ndakuwa kibonge kama Zuchu. Sasa wazazi wakajua binti yao analia hajapenda kuolewa, kumbe bana eti shida ni kwamba siku atakapata ujauzito atakuja kuwa mbonge kama Zuchu. Sasa wakaanza kushangaa, sasa anategemea apate ujauzito afu awe Miss Tanzania. Pema kesho yake na alfajiri, bidada ametoka tu kuamka usingizini, hata mswaki hajapiga wala makeup hajafanya yeyote ile, anatoka nje anagundua kundi la waandishi wa habari wametapakaa nje ni kwao. Sasa si unajua tena magazeti ya udaku yanapotokaga haraka, taarifa hata bila kuhaliliwa tayari ikawa imechapishwa huko, bidada akiwa hajapiga makeup, yuko ovyo, hata mswaki hajapiga, akaonekanika katika magazeti na magazeti yakafika mpaka Ikulu. Sasa Malkia alipopata habari na hizi gazeti alipoweza kuliona, alicheka vibaya mno, akashaanza kushangaa bana, ndio mkwe wetu huyo. Yaani upande wa bibi anacheka, anafurahishwa na vituko vya huyu mjukuu wake ambaye anategemewa kuwa mkwe hapa ndani, lakini upande wa Malkia amenuna vibaya mno, anatudhalilisha bana. Nyumbani kwa bidada Chae-kyang kisanga sana, waandishi wa habari hawachomoki, wamegundua kwamba habari za bidada zinauza mno,
kwa sababu ni habari za udaku ambazo zinatembea sana. Bidada anakwenda shuleni kwa usafiri wa baisikeli, kwa hiyo waandishi wa habari wanamfukuzia mwanzo wa safari mpaka anafika shuleni. Akiingia ndani ya shule, kisanga tena kinaendelea. Wanafunzi wote wanamtazama yeye, watoto wa kike wanauliza huku wakiwa wanalia, umeloga wapi shoga yetu mpaka umeweza kumpata mtoto wa mfalme? Lakini bidada akasema, hapana jamani, sio mimi bana, ni Mungu tu na uzuri unachangia. Sasa unajua kuna siri gani ambayo inaendelea? Ukweli ni kwamba mtu aliyekuwa anatakiwa kumwoa huyu bidada sio yule aliyekuwa amechaguliwa na babu. Swali ni je, mbona kuanzia mwanzoni si tumeweza kuona mtoto na mjukuu wa kifalme ndiye anayetakiwa kumwoa bidada? Inakuaje kwaje? Huu mchanganyiko umekaaje yani? Kwa kutulia ukiwa umegusa alama ya kusubscribe. Kwa nini nakuhamasisha uguse alama ya kusubscribe? Kwa sababu hapo katika alama ya kusubscribe kuna channel ya mdhamini wetu ambaye ndiye aliyeweza kuilipia picha hii iweze kupanda mtandaoni, lakini ndiye ambaye anasababisha picha hii iweze kuendelea. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ili kuhakikisha kwamba picha hii inasonga kwa kasi, unachotakiwa kukifanya unagusa alama ya kusubscribe, zitajitokeza chaneli mbili. Shuka katika chaneli ya chini hapo, gusa alama ya kusubscribe. Hapo unakuwa umemsapoti mdhamini wetu, na kadri ambavyo mnazidi kumsapoti kwa nguvu ndivyo ambavyo episodi za mbele zinatoka kwa spidi sana. Sapoti yako ndio nguvu ya episodi ya mbele kutoka kwa haraka sana.